Where's my daughter? Leo nakuletea recap ya filamu nzuri na kusisimua inayoitwa Flight Plan. Huenda hujapata kuiona au umeiona na kuna vipande hukuweza kuvielewa vizuri. Natumaini utafurahia hadithi ya kusisimua. Kama kuna filamu ungependa niifanyie recap na kuelezea sehemu ambazo hukuzielewa, basi andika jina lake katika sehemu ya comment. Lakini pia usisahau kulike pamoja na kusubscribe kwa ajili ya video zaidi. Hadithi inaanza wakati mhandisi wa anga wa Kimarekani au aviation engineer anaishi Berlin nchini Ujerumani, ambaye pia ni rubani wa zamani wa jeshi ambaye kwa jina anaitwa Kyle. Anaonekana akiwa katika hospitali ambapo anapewa taarifa za kifo cha mumewe ambaye anaitwa David. Kwa mujibu wa taarifa ambazo anapewa, inaonekana kwamba David alijiua kutokana na kujirusha kutoka juu ya ghorofa. Mmoja wa wahudumu wa afya anamkaribia Kyle na kumuuliza kama angependa kupata faraga kwa ajili ya kumwaga mumewe. Kisha wakati Kyle anaendelea kuusogelea mwili, anaanza kupata baadhi ya kumbukumbu za nyuma, na hapo anaanza kuanza kuusafirisha mwili kurudi Marekani. Lakini kuna jamaa mmoja ambaye anamfuata na kumwelekeza kwamba sheria za kimataifa zinakataza kusafirisha jeneza kwenye ndege bila ruhusa maalum. Pia jamaa anaendelea kumwelezea na kumwambia kwamba kifo cha David kina uhusiano na kundi la wahalifu ambao pia wanapanga kufanya kitendo cha kigaidi katika ndege ya kimataifa kwa lengo la kujipatia fedha. Taarifa inamfanya kupata wazo la kutaka kuzuia kitendo hicho kisitokee. Anachukua mwili wa mumewe ili kurudi nao Marekani. Wanaanza safari kutokea nyumbani akiwa pamoja na binti yake wa miaka 6 ambaye anaitwa Julia. Wanafika airport ambapo kwa mara ya kwanza Kyle anagundua Julia amepotea. Anamtafuta, anampata na kuanza kumkaripia kwa kuwa haikuwa mara ya kwanza kupotea, lakini Julia anajitetea na kumwambia kwamba nilikuwa nina njaa, kwa hiyo nikaja kutafuta kitu chochote kwa ajili ya kula. I was hungry. Sorry. Mama yake anamuelewa, anamtafutia kitu cha kula na kisha anaelekea kukaguliwa kwenye ndege mpya ya ghorofa 2 au tunaweza tukasema double decker aircraft ambayo Kyle alisaidia katika kuibuni akiwa kama engineer. Huku akiendelea kumuonesha mwanae na kumsimulia kwamba alishiriki katika kuibuni ndege aliyomtajia kwa jina la F8474. Baadaye anafanya mbinu ili kupanda ndege na jeneza kinyume na sheria za kimataifa kwa kutumia nyaraka zilizoeleza ruhusa bandia au fake permit ili kuficha kilichomo ndani ya sanduku, na pia alitumia uongo wa kubadilisha lebo za usafirishaji. Wanaanza safari, lakini Julia anaonekana kuwa muoga. Mama yake anamfariji na kumwambia kwamba ukilala ukiamka utakuwa tayari umeshafika New York. Wakati wanaendelea na safari, Julia anachungulia dirishani na kisha anaanza kuchora alama ya moyo kwenye kioo chenye uvukivu. Wakati huo Kyle analala usingizi. Wakati akiamka kutoka usingizini, anagundua Julia ametoweka. Na kila mtu anayemuuliza hakumbuki au hana kumbukumbu za kumuona, yani kila mtu alimaanisha hakukuwa na mtoto ambaye anayemuongelea aliyekuwa ndani ya ndege. Afisa mmoja wa ndege au flight attendant ambaye anaitwa Stefan anamwambia kuwa hakuna rekodi ya binti yake kupanda ndege hiyo. We don't have any record of your daughter ever having been on board. Kyle anamwambia afisa kwamba alikata tiketi au boarding pass katika orodha ya 26 na mwanae alikaa katika siti namba 26A pembeni yake. Lakini afisa anamjibu na kumwambia siti hiyo ipo tupu na haina abiria. Baadaye Kyle anaomba kumthibitishia kwa kumuonesha tiketi ya mwanae, lakini anakuta haipo. Anaporudi alipokuwa amekaa, anagundua backpack au begi la mgongoni la Julia limetoweka. Anapendekeza kuwa Julia asingeweza kufika pale juu kulitoa begi na kumwambia kwamba lazima kutakuwa kuna mtu ambaye amemteka mwanae. Kisha anaondoka ili kuelekea kwa captain kuangalia namna ambayo atamsaidia. Anafika kwa captain ambaye anaitwa Marcus akiwa na hofu, na pia anamsisitiza kumuomba kwamba anaomba afanye ukaguzi katika ndege yote. Lakini captain kabla ya kumjibu anamuuliza kama huenda ametumia kilevi chochote au dawa zozote. Lakini Kyle anamjibu na kumwambia natumia tu dawa za usingizi kama kila abiria mwingine katika ndege. Lakini akaja kuongezea na kumwambia natumia clonopin kwa ajili ya anxiety au unaweza tukasema wasiwasi. Captain anawageukia wahudumu na kuanza kumuuliza mmoja mmoja kama amemuona mtoto, lakini kila mtu anakataa. Kisha anamgeukia jamaa ambaye anaitwa Carson na kumwambia wewe ulikaa karibu naye, je, ulimuona mtoto? Lakini Carson naye anakataa. Anazidi kumuomba wafanye uchunguzi, baadaye anakubali huku Carson akimfuatilia. Carson ni Sky Marshal ambaye ni askari wa anga ambaye huwa anakuwa kwenye ndege kwa siri kwa ajili ya kukabiliana na utekaji nyara wa ndege. Wakiwa wanaendelea na ukaguzi, Kyle anawashuku abiria wawili wa Kiarabu ambao waliwaona ni kama magaidi. Anawasogelea na kusema kuwa jamaa walionekana wakimfuatilia binti yake usiku uliopita wakiwa Berlin. Anamkabili jamaa na kumwambia nilikuona unaangalia katika dirisha la mwanangu usiku uliopita. Wakati huo jamaa wa Kiarabu anazidi kujitetea na kusema hawajui ambacho Kyle anaongelea na pia hajawahi kumuona kabla.
I saw you! Jamaa anaendelea kujitetea na kumwambia usiku ambao anauongelea yeye alikuwa Hilton kibiashara. Kisha Carson anathibitisha kwa kuangalia nyaraka zake na anagundua kuwa ni kweli jamaa alikuwa Hilton kibiashara. Kyle haamini maelezo ambayo jamaa anayatoa. Anaendelea kumshuku na kuleta vurugu, ambapo baadaye inasababisha wanafungwa pingu kwa kuwa alionekana msumbufu na mwenye fujo. Baadaye Kyle anaanza kufichua na kuambia ni kweli mmea alijua kwa kujitupa juu ya gorofa, lakini si kweli kwamba alijua kama kila mtu anavyoamini. Baadaye Captain Rich anakuja kupokea ujumbe kutoka hospitali ya Berlin ambao unamwambia kwamba Julia alifariki na baba yake wakati anajirusha kutoka gorofani. Baba yake alimchukua na kujirusha naye. Where's my daughter? Where is she? Where is she? God damn it! Lakini Kyle anakanusha na kuambia kwamba wakati baba yake anajirusha kutoka gorofani, Julia hakuwepo, alikuwa katika bustani au park. Na baadaye kuanza kuambia kwamba watu wote ndio waliochanganyikiwa lakini sio yeye kama wanavyomfikiria. Baadaye Rich anakuja kuhakikisha kwamba Kyle amechanganyikiwa na amepoteza akili yake kutokana na kifo cha mumewe na binti yake, na hivyo ametengeneza mawazo au imagination kwamba alipanda na binti yake katika ndege, kitu ambacho si kweli. Kutokana na kukosa utulivu, anafungwa kwenye kiti chake ambapo mtaalamu wa tiba ya ushauri na saa au therapist ambaye anaitwa Lisa anamfuata na kuanza kumpa faraja. Lakini Kyle anaanza kutilia shaka kwamba akili zake hazipo sawa anapoona moyo ambao Julia aliuchora katika uvukivu wa kioo wa dirisha lililo karibu yake wakati safari inaanza. Anapata wazo huenda mwanae ameuawa na kuweka katika jeneza la baba yake David. Hivyo anaanza kupanga mpango wa kulifikia jeneza kwa kuanza kuomba ruhusa ya kwenda kutumia choo, ambapo anaingia kwenye nafasi ya juu ya ndege na kuharibu umeme wa ndege. Anapanda kwenye lift ya chakula au dumbwaiter na kulifikia sanduku la David, ambapo analifungua na kukuta mwili wa mumewe tu, huku akiukosa mwili wa Julia. Punde kidogo Carson anafika na mkuta na kumfunga pingu na kumpeleka katika siti yake, ambapo anaanza kumwelezea na kumwambia kutokana na fujo ambazo amezifanya, ndege itaenda kusimamishwa kwa dharura katika uwanja wa Goose Bay Port huko Canada, ambapo atachukuliwa chini ya ulinzi. You're going to be arrested when we land. Lakini Kyle anakuja kumchallenge Carson na kumuuliza kama ni kweli mwanae na babake walifariki, kwa nini kuna jeneza moja na si mawili, na kuzidi kumwambia anaamini mwanae ni mzima na yupo ndani ya ndege. Kyle anazidi kumsisitiza Carson akimwambia kwamba anamwomba apekue katika holder ambayo ni sehemu ya mizigo ya ndege. Na hapo ndipo ilionekana naye alikuwa na jambo lake binafsi baada ya kumdanganya Josephine na kumwambia kwamba nahitaji kuongea na captain kidogo na kuomba ubaki kumlinda Kyle. Kisha anaingia kwa siri kwenye sehemu ya sakafu ya mizigo na anaonekana akiondoa mabomu mawili na kipanga bomu au remote ya kutegulia bomu ambayo ilikuwa imefichwa katika sanduku la David, na kupandikiza mabomu katika mfumo wa avionic ambao ni mfumo wa kielektroniki wa anga unaotumika kwa mawasiliano, uelekezi na kukontrol chombo cha anga. Inakuja kuonekana kwamba Carson, Stephanie na mkurugenzi wa chumba cha wafu au mortuary wa Berlin ambapo mwili wa David ulihifadhiwa kwa mara ya kwanza, wamepanga hati ya kuiteka ndege hiyo kwa ajili ya kudai fidia dola milioni 50 na kumchoma au kumsingizia Kyle. Walimnyang'anya Julia ili kumlazimisha kufungua sanduku hilo ambalo Carson alipandikiza mabomu na kutengeneza mazingira yote ya kufanya aonekane ni mtekaji wa ndege. Carson anamfuata captain na kumdanganya kwamba Kyle na washiriki wake au accomplice wake wanatishia kuilipua ndege hiyo wasipopewa fidia dola milioni 50 na wanataka iwakilishwe kwenye akaunti ya benki ya G3 iandaliwe wakati wa kutua. Kisha tena Carson anapanga kulipua mabomu na kumuua Julia na kumwacha Kyle akiwa marehemu na pingu mkononi. Captain anapendekeza akaongea na Kyle, lakini Carson anamtishia na kumwambia Kyle hahitaji kuongea na mtu yeyote, lakini badala yake anakuja kumshauri na kumwambia kwamba sidhani kama anataka kumuumiza mtu yeyote, bali kwa sababu sijaisikia mtekaji anawaachia abiria, napendekeza tumpe anachotaka, tumwekee pesa na unipe taarifa ya muamala ukikamilika. Pia tukumbuke kuwa Kyle yupo in control. Anavyorudi, Josephine anaonekana kuwa muoga na kuanza kuhisi kwamba Kyle atakuwa amegundua kuwa anahusika katika mpango yeye na Carson. Lakini Carson anampa moyo na kumwambia kwamba hawezi kujua kwa kuwa kila kitu kimeenda kama tulivyotaka. Kawafanya zaidi ya nusu ya abiria kuamini kuwa kwenye ndege kuna magaidi wawili wa Kiarabu. Isitosha atakuwa ameuawa dakika 10 baada ya kutua. What difference does it make? She's going to be dead 10 minutes after we land. Baadaye kidogo kapteni anampigia simu Carson na kumwambia kwamba pesa imeshawekwa. Carson anarudi kwa Kyle na kumwambia kinafiki kwamba tunatoa Goose Bay kwa dharura, lakini FBI watakuwepo kukuweka chini ya ulinzi, ila pia nimewaambia kuhusiana na taarifa za upotevu wa mwanao. Baada ya kutua, maafisa wa FBI wanaizunguka ndege, na wakati abiria wanashuka, Kyle anamkabili kapteni na kumwambia inatakiwa kuhakikisha hakuna chochote kinachoshushwa, hata makopo ya taka. Kapteni anageuka kwa hasira na kumjibu, fidia umelipwa kama ulivyokuwa unataka,
na J3 imesubirishwa kama ulivyokuwa unataka. Kwa hiyo tuache kuongelea unafiki wa upotevu wa mtoto. Hapo kwa mara ya kwanza Kylie anakuja kugundua kapteni ameanza kumhisi vibaya. Naye anamjibu na kumwambia, nikimpata mwanangu utaniomba msamaha. Wakati Carson anashuka, Kylie anakuja kugundua kwamba Carson ndiye mtuhumiwa. Kwa haraka anachukua nafasi ya hijack au mtekaji nyara wa ndege kama walivyokuwa wamemuhisia, akimwamuru Carson abaki ndani ya ndege na wafanyakazi wote wa Carson! Jamaa anamuuliza, kwani unataka nini? Naye anamjibu anamwambia namtaka mwanangu. Kisha anamwambia, waruhusu wafanyakazi wote waondoke na mimi na wewe tutaongea kuhusiana na mwanao. Au kama hutaki, nenda kawaambie kuwa mimi ndiye hijack au mtekaji nyara wa ndege na uone kama kuna mtu yote atakuamini. Kwa kuwa kila mtu anaamini kuwa wewe umeshachanganyikiwa. Kylie anamwambia nitawaambia kilichopo ndani ya mfuko wako, ambapo kulikuwa kuna remote ya kulipulia bomu. Kisha naye anamjibu na kumwambia, ukisema mtu wa kwanza kufariki atakuwa mwanao. Anaacha timu ishuke. Mara tu mlango wa ndege unapofungwa, Kylie anampiga Carson kichwani na kizuizi cha moto au fire extinguisher na kuchukua remote ya kutegulia bomu katika mfuko wake. Haraka anapata fahamu, anajikomboa na kumfuata Kylie ambaye alijifungia kwenye chumba cha rubani. Anarusha bainda nje ya mlango wa hachi wa ngazi ya juu kwa mbali ili kumpoteza na kumvuta Carson kwa mbali kwa upande mwingine ili naye atorokee upande mwingine. Anafanikiwa kutoroka na Carson anagundua kuwa alichezewa mchezo. Wakati huo Kylie anakutana na Stephanie ambaye anamuuliza kuwa, "Je, unataka kumuua mwanangu?" Baadaye anampiga na Carson anapogundua alipo Kylie anaanza kukimbia. Wakati huo Stephanie akishikwa na hisia za hatia ya dhambi anaamua kukimbia na kutoka nje ya ndege. Kylie anamkuta Julia ambaye alikuwa ameshikwa na usingizi. Lakini wakati huo Carson anafika, akifunua siri na kumwambia kwamba alimuua David ili kusafirisha mabomu ndani ya sanduku lake kwa ajili ya kufanyia njama za ugaidi na utekaji nyara katika ndege. Lakini pia alimtupia Julia kwenye kisanduku akiamini kuwa abiria wala wafanyakazi hawawezi kugundua. Kylie anatoroka na Julia kwenye hold ya ndege isiyoweza kushika moto wakati Carson anampiga risasi. Anafunga haraka mlango kisha analipua bomu, akimuua Carson na kuharibu gia ya kutulia ndege. Lakini yeye na Julia wanabaki kuwa salama. Wanatokea upande wa nje ambao abiria wengine walikuwepo, ambapo kila mtu alikuja kugundua kuwa alikuwa akisema ukweli tangu mwanzoni. Asubuhi iliyofuata, katika sehemu ya kusubiri ya abiria ya uwanja wa ndege, kapteni anamwomba radhi Kylie aliyeketi na Julia mikononi mwake. I'm sorry. Huku Stephanie akipelekwa na maafisa wa FBI. Agenti mmoja anawakaribia na kuwapa taarifa kwamba mkurugenzi wa chumba cha maiti wa Berlin naye amekamatwa, akiongeza na kusema kwamba wanaendelea kufuatilia msaidizi mwingine aliyefuta rekodi za Julia katika orodha ya safari, kwa kuwa rekodi zilionyesha kwamba Julia hakuwa abiria katika ndege hiyo. Kylie anajisafisha na kumbeba Julia kupita umati wa abiria. Wakati mmoja wale wa abiria wa Kiarabu anamsaidia Kylie kupakia mizigo yake kwenye gari lililokuwa linawasubiria. Julia anaamka kutoka usingizini na kumuuliza mama yake, "Tayari tumefika?" Are we there yet? Wakiwa wanaendesha gari na kutoka airport.